naona giza kwa simba. Siku moja niko na mtumishi hapa, tumelala, anapigia mtumishi mmoja, ananiambia mke wangu ni mjamzito, lakini kuna vitu vinaweza kutoka ambavyo sio vya kawaida, sio rangi fulani, sio kijani, sijui. Kamuuliza, wewe ni daktari, hivi vitu vinakaaje? Akaniambia ni hatari, lakini kama akiwahi anaweza kupata msaada. Nikaamka nikaenda kwenye chumba kingine, nikaenda kupiga maombi. Piga maombi kweli kweli. Baada ya muda nikamwambia nenda hospitalini. Kesho yake ananiambia Mungu ni mwema, mke wangu amejifungua salama, mtoto ni mzima wa afya. Mtumishi wa Mungu anamshukuru Mungu, Mungu ametenda. Mdogo wangu wa kuzaliwa, dada yake na huyu hapa, kaja mjamzito vizuri. Nikamwambia ndugu yangu, baki hapa. Nataka niende nyumbani. Baki hapa, ujifungulie hapa jirani. Nataka niende nyumbani na nini. Haya basi, haya, kwa sababu nataka nipate ukaribu na nataka muda mrefu na nini. Haya, usiteseke, acha nikupeleke. Nikamfikisha, nikamwacha vizuri. Narudi, niko nyumbani. Wako wawili dada zangu, mtoto baba mkubwa na dogo naye yupo hapo. Wote wako hospitalini. Dogo anaambia mtoto hachezi tumboni. Huyu mwingine uchungu umefika lakini hajifungui. Mtumishi wa Mungu, nimebeba kesi zote mbili. Naomba. Lakini kama kawaida damu yangu ni kama nzito fulani. Wote damu yangu, mtoto dada mkubwa, baba mkubwa, damu yangu. Napeleka hoja zao mbele za Mungu, lakini nimeambia mtoto hachezi, ni kama nimelipa uzito. Omba. Giza. Omba, giza. Nikaamka kitandani, nikasema labda nibaki kama nilivyozaliwa, ndio Mungu atanielewa. Baba, katika jina la Yesu, napanda katika ngazi ambazo pengine kikawaida singeweza kupanda. Nipate kibali tu kwa ajili ya udogo. Mungu, nipe ushuhuda. Sasa nasikia clearly kiniambia kabisa kwamba for this one you have to bear. Lazima ukubaliane nalo hili. Nikampigia mama. Nikamwambia mama, nimemaliza maombi, utaniambia kitakachojiri. Nikazima simu nikalala. Ukishaambiwa na Mungu libebe, utaendelea kuomba. Alisema sio Paulo kwamba labda pengine anakuvunja moyo, ni mzee mwenyewe. Hivi unajisikiaje bosi wako anakuambia mzee, hili hata ungeomba wewe na ndugu zako hili, utaendelea kweli? Unakubaliana nalo? Nawasha simu, mama ananiambia amejifungua mtoto, lakini mtoto amefariki. Nikajikaza, nikamtia moyo vizuri. Kaulizia dada amejifungua salama. Mtoto gani? Kama nilivyosema, ulisema jana mtoto gani? Wa kiume. Ndio huyo. Haya. Kakata simu. Pale picha zikaja, nikakumbuka alinipigia mtu fulani akiwa na shida hatari kuliko hii. Nikakumbuka Morogoro mwaka fulani niombea mtu ambaye mtoto amefia tumboni akafufuka. Mungu huyu. Si kama nimemwacha Mungu. Mungu huyu alifanya. Lakini kwa damu yangu Mungu ameshinda kufanya. So nikaenda kwenye maombi na uchungu fulani. Niliomba kwa uchungu sana. Lakini baadaye Roho Mungu ananiambia jambo moja tu. Mapenzi ya Mungu hayabadilishwi na sala ya siku moja. Mapenzi ya Mungu yanabadilishwa na mapenzi ya Mungu. Full stop. Mungu anaweza akasema unakufa, kaomba. Kama ni mapenzi yake uishi, utaishi. Ila kama sio mapenzi yake unaondoka. Hezekia amepewa ujumbe, mzee unaondoka. Akapokea, akaenda ukutani. Alisemaje? Baba, kumbuka leo yafanya. Kumbuka leo yafanya. Kwani alisemaje baada ya hapo? Alimwambia naomba niongezee miaka. No, wewe kumbuka tu, pima. Kama miaka hii nilifanya hayo, ukiniongezea mingine je? Hiyo Mungu yeye pima. Baadaye Mungu anamwambia hamna shida. Isaya rudi, akamwambia jamaa ameongezea miaka 15. So mapenzi ya Mungu hayaamuliwi na maombi yako ya siku moja. Mapenzi ya Mungu yanaamuliwa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanapinduliwa na mapenzi ya Mungu. Mungu anaweza kaamua ufe leo, lakini huyo akasema no, acha nimwache aishi ili afanye jambo fulani. Mapenzi yake akaamua tena ukaishi. Ndio maana Mungu sio kumuelewa kwa sababu haeleweki. Mungu ni wa kumwamini tu. Kuna wakati mwingine njia zake ni ngumu kabisa, kuzielewa ni ngumu, haiwezekani. Unamwambiaje udogo, mimi kaka yako, Mungu ananitumiaga kuombea watu mimba zilizokufa zikafufuka? Unamwambiaje akakuelewa wakati yeye kwake hajafanya kazi? Tumishi ni gharama. Tumishi ni kazi sana. Levrane moja. Ndio maana saa nyingine ukipata muda wa kuomba, ukimkuta mtumishi amejifungia kwenye mlango analia, mwache tu. It is very rare. Ni mara chache sana umkute mtumishi wa Mungu ambaye amelelewa kwenye ethics za utumishi, ame have an encounter na Mungu, afaje atokea sema hivi, sasa unajua tunaongea hapa lakini nauguza Mtumishi wa Mungu ambaye amelelewa vizuri, amekaa kwenye madarasa ya kina Paulo
Unajua tunaongea hapa lakini nimeishiwa, sina kitu never. Mtumishi wa Mungu anakuambia tu neema ya Mungu inanitosha. Mtumishi ni mtu ambaye ana uwezo wa kukusanya watu 100 akawahudumia wote, lakini katika hao 100 asipata mmoja wa kumhudumia mtumishi. Akimaliza akaingia kwenye gari yake, kama ana gari, kama hana, taratibu nyumbani kwake akajifunika shuka akalala. Yule star mtumishi mmemjua nyinyi na ukubwa wake wote, kuna time anajikunyata kama wewe. Nasema hili jambo litaendaje Mungu wangu? Nafanyaje hapa sasa? Hawezi kumpigia mtu yote amshauri, hawezi kufanya chochote. Hivi macho nakupigia na kuambia mwanangu ni shauri hapa. Natoboaje hapa kwenye hii changamoto? Alafu mimi ndo nakushauriki na unajua uwezo wangu. Ndio maana kujikusanyia mastamina ya rohoni ni muhimu. Mafungo ya miaka ni muhimu. Mafungo ya muda mrefu ni muhimu. Wakati mwingine ni bora kufa kwa ajili ya injili hii. Yaani bora ufe kuliko kuyaibisha hii injili. Na rafiki yangu mmoja askofu alisema vidonda vya tumbo vinaniua, lakini bora nife. Sisi kuingiza kidonge huko ndani. Naambia mzee, beza tu kwa ajili ya watoto wako. Akasema hata kama nikifa andiko lipo, watoto wako watafundishwa na Bwana, atawasomesha wanangu. Kidonge siingizi. Sasa hivi jaribu wewe, unaondoka. Yeye yupo mpaka leo. Mpaka leo yupo. Kuna mzee mmoja figo zimefeli kutokea Mwanza. Figo zimefeli. Nikapiga upako, Mungu akamsaidia. Akapata nafuu, akaenda vizuri. Baadaye ikatokea emergency, ikabidi asafiri kwa ndege kuja Muhimbili. Amekaa Muhimbili pale, natamani kwenda kumwona, nakosa muda. Mzee anamwambia, mzee sasa tunafanyaje? Tukubaliana na operation? Akasema wewe unasemaje? Nikamwambia niongee kama Dennis, niongee kama nabii. Anasema ongea kama nabii. Nikamwambia kama Bwana aishivyo, aweza kukupa figo mpya. Akasema tuishi humo. Sije kumuona, tuishi humo. Naongea na wewe mpaka leo. Mzee hajabadilishiwa figo na anaishi. Swali lilikuwa ni moja tu. Wewe unasemaje? Na mimi nikamuuliza niongee kama Dennis, niongee kama nabii. Nabii hawezi kusema badilishiwa figo. Nabii ni matusi, hawezi kusema. Sio, najua Mungu ana uwezo wa kuumba. Kama Mungu anaweza akachukua maji ya baba akaumba kichwa, pua, nywele, mifupa ndani ya mwanadamu, figo ni nini mbele za Mungu? Sio, Mungu anaweka figo mpya. Nani akunipa neno? Neno ukilisoma halikusaidii. Unachokisikia wakati unasoma neno ndio msaada wako. Kinaitwa nini hicho? Rema. Logos inakupa tu utambuzi, kujua kumbe Mungu anasaidiaga watu, kumbe Mungu anaponyaga watu, kumbe Mungu anaepushaga watu na maajali. Hiyo ni taarifa. Lakini unachokisikia ni ile, kama Mungu aliyemwepusha Danieli kwenye tundu la simba, nami Mungu ananiepusha na ugonjwa huu, sitakufa. Unaishi humo. Unaishi humo. Haleluya.